Mtu aliwasi nchi yake akaenda kwenye nchi nyingine akarudi bila kutegemea. Leo nipo ndani ya iWAS TV. Naenda kupiga mastori na kijana wetu wa Boise Idaho. Na bila kuchelewa ningetaka ajitambulishe majina yake. Kijana huyu handsome boy kabisa. Karibu sana kijana. Yeah, asante sana kaka. Mimi kwa majina naitwa Ali Baba. Ali Baba. Yeah. Na Ali Baba inamaanisha nini? Ali Baba because Ali ni jina ambalo wazazi walinipa. Hiyo baba imekuja sababu ni Shaza. Ushaza. Yeah. Ushawahi kucheza movie? Sijawahi. Haujawahi. Yeah. Okay. Ushawahi kuoa? Nishawahi kuoa before. Yeah. Unaye mwanamke hapa Marekani au Afrika? Afrika. Yeah. Okay. Twende, mimi nataka nikuulize maswali. Na hapa Marekani unajihusisha na vitu gani? Hapa Marekani najihusisha na vitu viwili. Cha kwanza tuseme nafanya kazi ya kawaida kwenye company. Na ya tatu mimi ni fashionable wa masuti. Na mtu akitaka kukupata anaweza akakupata kwa namba ipi na address ipi? Kwa namba za kijana namba yangu ni 20880121722. Kwenye Instagram naitwa Ali Baba au Ali Andre. Kwa kuishi hapa naishi tu Idaho Boys. Mtu wote ule ukifika hapa Idaho Boys ukiuliza kila mtu tu au kijana wote ule utanipata ya. Okay, uenda labda nikuulize, uliweza vipi kujikita katika biashara vyako ambavyo unavifanya, na kitu gani ambacho kilikusukuma sana uweze kuvutiwa na hicho unachokifanya? Because mimi nilipenda na kitu cha kwanza na kitu hata mimi kitu ambacho napenda sana. Okay. Yani kuna labda kuna wengine ambao wanaweza kuwa na uhitaji, waweza kanifuata inbox, kwa hiyo namba ambayo nimetaja hapa, watakuwa na kila kitu watakupata kupitia mimi. Tuseme. Okay. Na msukumo gani uliokusukuma mpaka uingie kwenye kazi yako hiyo? Kazi ya fashionable au kazi ya company? Hiyo ambayo ninasema. Because kuna rafiki yangu ndo ameniambia mbona una mwili mzuri wa kudesign, mtaza design kitu lakini anapimia kwa upande wako, yani kutambulisha nini. Okay, lakini sababu nyingine ambayo imetuleta hapa ni kwa sababu ya kumuuliza jamaa yetu biashara vipi ambavyo anavifanya. Lakini mimi kama mtangazaji bwana, nina ka story ka umbali kaumbea. Mwanangu, mimi katika pita zangu bwana niliweza kusikia wewe umepana mimba afu umeikataa. Ni kweli? Na mimi sijapana mimba. Sababu ni mwanaume, hata kama nipane mimba nipo tayari kusema. Sababu nishasema hapa nishagawa before niko na mtoto. Sababu pana mimba kama ni ya kwangu sitakataa mimba. Kwa hiyo wale ambao nimewakuta wanaongea hizo story ni uzushi. Ni uzushi ya. Na ni kweli una mimba? Nani kuna demo ambao umempiga mimba? Mimi sijui. Okay. So, nikisema una mimba, unajua Kiswahili cha mimba, una mimba. Mimi naweza kuwa na mke ananiambia una mimba. Ina maana wanalinganisha mimba ni na mke ambaye ni mjamzito. Unaelewa? Niweze kufafanua, labda unaweza kujisikia vibaya nikisema una mimba. Sio kwangu. Uelewa watu. Okay. Uelewa watu. Sema watu wengine wajue Kiswahili. Yeah. Sawa. Na ilikuwaje mpaka watu mtaani wanakuongelea sana kuona sijui Ali Baba ana mwanamke ambaye amemkataa alafu amekana mimba? Hiyo imekakaaje kwanza? Hayo maneno ambayo naongea because sina uhakika. Hadi sina jibu ya kujibu hapo kwa hilo. Sina jibu tuseme hivyo kifupi. Okay. Yeah. Na kitu gani ambacho unaweza ukashauria vijana wetu wa Boise Idaho? Kwa sababu najua huko ndani ya Boise Idaho kuna vijana wengi ambao wanajishirikisha sana na pombe. Nikisema pombe, wewe unaweza ukawaambia nini hapo katika hivyo vitu ambavyo wanavifanya? Kwa sababu pombe sio kitu kibaya kwa mtu ambaye amejisikia kunywa pombe. Lakini kwa yule ambaye amejisikia sitakunywa pombe, kila kitu kina uzuri wake. Ukijisikia utakunywa hakuna shida, hawatakulazimisha. Ukijisikia wewe ni mlevi, endelea kunywa tu. Hakuna shida. Kila kitu kina raha yake kwa upande wake. Kuna watu wanapata raha kupitia ni pombe na kuna watu wanapata raha kupitia vile ambao wanakunywa masoda, maji, energy manini upande wao. Ila nikuulize swali. Wewe unakunywaga? Nakunywa kidogo ya. Kidogo. Tunakunywa ile wanasemaga divai. Yaani divai ya Baromani. Na unaweza kumaliza chupa ngapi kwa siku moja? Hamna, ni divai sio chupa. Sababu divai ina percent 5 nini unielewa? Divai. Nikisema divai inamaanisha wine. Ndio hiyo. Na kuna wine ambazo zina percent nyingi. Wewe unapiga percent? Yaani ile percent 5. Percent 5. Ukikunywa 12 unalewa.
situmii. Zinakuwa percent 20. Lakini yani mwisho wangu ni percent 5 tu basi. Sizidishi kitu. Vipi unavyokunywa ile nani wine inakupa vibe gani na unakuwa una feel vitu gani kitu? Ile tunaona ya percent 5 ya. Hainipi vibe. Ila tu nika vile soda. Nika vile soda. Yeah. Lakini kuhusiana na swala watu ambao wanakunywa pombe because kila mtu ana maana yake na kila mtu kama vile unalaza unapenda kula nyama, maragi, dagaa nini, jinsi gani tofauti wake. Kuna wale ambao wanapenda kunywa pombe, kuna wale wanapenda soda na kuna wale walevi ambao wanakunywa pombe, hawapendi kunywa soda. Nasema mimi siwezi kunywa soda. Wasikia lakini nipa pombe nitakunywa. Hicho kitu kipo. Okay, na mimi nataka niulize kwanza. Hapa Boys Ida kuna timu mbili. Unajua tunaweza tunaongelea vipindi na tupo hapa neno moja naleta neno nyingine na natakiwa tuwe tunaulizana. Ndio. Wewe una vipaji gani hapa Boys? Kipaji cha kucheza kama tuseme kwa upande wa kucheza mpira nachezaga lakini sasa hivi sichezi. Nachezaga mpira sasa hivi sichezi. Na mimi hapa nilisikia kuna makundi mawili. Na hayo makundi mawili yalitoka vipi na wakati tupo kwenye state moja na inatakiwa tuwe na kundi moja? Ilikuwa vipi mpaka kujigawa hivyo? Kujigawa inatokana na watu wenyewe binafsi na kwenye state inatakiwa kuwa watu wapinzani, usiku timu moja. Sawa, tukikuwa wapinzani itakuwa ni sawa kidogo. Na vile Afrika watu tumetoka ule mkami ya ruhusu kwa Bilombede. Kisi Bilombede wako acheza watu wote na meje. Na vile Okapi na Boaz wanacheza. Watu wote wapi uwanjani wanakuwa wengi. Sasa ndio ule upinzani tukaona fight make hivyo ile siketu iwe na shambra. Au kutokea ugomvi wote? Hakuna yani tuseme hakuna ugomvi lakini wakati wa mechi kila watu wanakuwa hapo serious na kichwa. Lakini after pale tukienda huko nyuma lakini tunaishi fresh tu. Okay, nikiangalia interview ya nyuma ambayo nilimhoji mwenzako ambaye anacheza mpira, aliweza kusema kulikuja mavurugano kidogo kati ya timu mbili na aliweza kuniambia kuna Mama Samia humu Boys ndo alioharibu mpira. Huyo Mama Samia ni nani? Na ilikuwa kwa vipi mpaka Mama Samia kuharibu mpira wenu? Na hiyo ambapo Bombeti kuna Mama Samia, hiyo swali ambalo waweza Mama Samia ndio swali ambalo ungemuuliza wewe. Lakini mimi kwa upande wangu mimi sijui Mama Samia ni nani, sijui. Kwa upande wangu mimi sijui. Sorry, naweza nikasogeza mic kidogo. Ili uweze kusikilika vizuri. Nisije nikaropoka kama nilivyosema una mimba, ila samahani sana nimeropoka. So Kiswahili kama temo ndugu yangu. Sawa. So mimi ambacho nataka nibezi nacho ndugu yangu, mimi katika pita zangu bana, kuna kazi niliona nzuri kama tulivyoongelea awali. Ile kazi niliipenda, nikaona sio mbaya niweze kukuita ili tuweze kushiriki pamoja, tupige mastori ili kuweza tunasema kuinspire vijana kitu gani ambacho wanaweza kufanya kwenye maisha. Na unawaambia nini? Unawaambia nini katika hiyo kazi ambayo unaifanya? Kuna ugumu kiasi gani na kuna urahisi kiasi gani? Hiyo kazi ambayo unaongelea ni kazi ina gani? Sababu nikwambia na kazi mbili. Hii ya masuti ambayo tunasema hii. Because kuna wale vijana ambao yani tuseme ni wa fashionable. Ambao wanajua kuvaa. Ndio bana wanifuatilia. Lakini wale ambao hawajui kuvaa hawatajua kama ina maana gani. Lakini wale ambao wanajua maana yake ni wajibu wao kunifuata inbox. Kufuata. Kama wakina Sosonyo. Sio fashionable. Nataka nikuulize swali. Nilisema Boys kuna vijana wengi. Na nikiona vijana wa Boys ni wengi sana. Ni vijana wenye nguvu na wenye vipaji vingi sana. Ila wanagoma kuoa, unawaambiaje? Kwa sala kuoa, yani kuoa haikuwa kulazimishwa. Sasa fulana ameoa na wewe hapana. Inawe ni yari. Ukijisikia wewe sawa, ukijisikia sitaoa, haina shida yote ile. Ni yari yako wewe mtu mwenyewe. Sababu ukioa, au wewe mimi, unajua wewe mwenyewe. Majukumu yako utanipa mimi. Ni ya kwako. Ukijisikia kuoa, oa. Ukijisikia kaa single. Okay. Sasa hivi una watoto wangapi? Sasa hivi na mtoto mmoja tu. Na unawaambia nini wale ambao hawajazaa, yani hawajazaa mtoto hata mmoja? Unawaambia nini? Wale ambao hawajazaa, ambacho naweza kuambia lakini sio lazima wakijisikia wao sasa. Yani wakiona uhitaji wa kuzaa, kuzaa sio kitu kibaya. Ni kitu kizuri, ni kitu chema sababu mimi nimezaliwa. Kwani sana mimi sizai. Ni kitu cha kawaida. Wakijisikia nao wafanye kama mimi. Wasipojisikia waishi maisha yao ambao wanataka. Okay. Afrika una mtoto. Ndio. Hapa Marekani una mtoto.
Hapa Marekani nipo na mtoto mmoja wa kiume. Lakini sio official sana, ambaye anajulikana sana. Ni wa kike. Ni wa kike. Kwa hiyo tuseme huyu ambaye anajulikana sana ndo wa mchepuko au ndo wa mke? Mwanamke ambaye umezaa naye sio mchepuko. Ni mwanamke. Sababu huyu mwanaume ndio alimfuata ukamtongoza. Okay. Sababu kumwona ni mchepuko, ni kama mchepuko si mke. Na hiyo mimba vipi ambayo tumesikia ni ya ukweli? Mimba umesikia sio ya kweli brother. Sio ya ukweli. Bora kama mimi nikiangalia uhakika upo. Upo wapi? Na maushahidi ninao. Onyesha proof. Siwezi nikaonyesha proof ya mwenzangu kwa sababu naweza nikamwaibisha mwenzangu. Vipi unawaambia madem zetu hapa Boise? Unawaambia kitu gani? Kwa sababu naona wengine wameganagana manyumbani hapendi kuolewa. Shida demo Boise wanadharau sana, shida. Na demo wakiwa wanadharau hawagina tongozewa. Na ndio maana tunahama kwenda state zingine, tunaachika, tunarudi, tunapiga matukio, tunarudi. Hiyo ni kawaida because hata mimi mwenyewe kwa upande wangu sijawahi kuongelesha mwanamke yote hapo. Kweli? Upande wangu wallahi nakwambia. Na haitowahi kutokea kwa upande wako? Sijalapia. Kesi sijawahi. Au hujawahi. Na sababu ipi ambayo inasababisha au siwahi kumtongoza mwanamke wa state yenu? Yaani lifestyle ambao wanayoishi na mimi na kisi ninavyoishi ni vitu tofauti. Ukisema style ambao wanaoishi, dharau, kiburi, kujiona, yani hicho kitu. Unaweza kumfuata mtu, unamuuliza mwenye mitatu because instead atakavyo kujibu sasa ni vitu tofauti. Ndio naona hata niachane na tusende mbali sana, hata niachia. Ndugu zangu, muda ni mdogo sana, watu ni wengi, tunaenda kwa mahawamu. Mwamba ameweza kusema, ametaja namba, so unaweza ukamtafuta. Niseme tu mimi naenda kumalizia kipindi, naitwa Sadipa Melody nikiwa ndani ya iWAS TV. Niseme tu chao.